Somo hili letu la kiasi, sehemu ya kwanza tunakwenda kuangalia kiasi katika muktadha wa chakula. Unajua sehemu ambayo shetani anahitaji kuweza kupitia, na hiki kimesemwa sana katika roho ya nabii ya kwamba kati ya vitu ambavyo watu wa Mungu wanabidi wawe makini leo katika vipindi tulicho nacho ni jaribu la chakula. Lile lililomjaribu Esau linakuja kuwa jaribu leo. Hatutazungumzia tu ulafi katika sehemu ya vyakula vilivyokatazwa. Leo tunakwenda kuangalia namna ambavyo watu wanakuwa wanakosa kiasi katika vyakula hata vilivyokubalika. Neno kiasi limetumika kama tunda la Roho katika sura ya 5 ya kitabu cha Galatia katika matunda ya Roho Mtakatifu. Lakini kosa ambalo watoto wa Mungu leo tunaweza tukaingia katika kulifanya ni kosa la kukosa kiasi katika chakula. Watu hula chakula kingi tofauti na ambavyo wanatakiwa kula, aidha usiku, mchana au wakati mwingine. Ni kweli tunatakiwa tule na kushiba. Hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tufanye ili tusije tukala na tukakosa kuwa na afya kwa sababu hatuli vya kutosha. Tunakula vya kutosha, lakini kula kupita kiasi ni tatizo. Ninaomba tuweze kuanza moja kwa moja katika shuhuda ambazo zinatuonyesha ni kwa namna gani kama kanisa, ni kwa namna gani kama watoto wa Mungu leo tuweze kuishi katika ulaji na tusiweze kuingia katika jaribu la kukosa kiasi katika chakula. Anasema hivi, kuna jambo moja inabidi tuweze kuelewa. Ulafi unaozungumzwa, hebu angalia kitu kimoja hapa. Na katika hiki unatakiwa uweze kuelewa ya kwamba Yesu anapokuja kutuambia tunatakiwa tuwe makini na hili jambo, uweze kuwa makini. Katika kitabu cha Luka sura yake ya 21 mstari wa 34 anasema hivi: basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa hiyo wale watakaoijiwa ghafla na mtego unasavyo ni pamoja na walafi, walevi na wengine. Kwa hivyo unawezekana usiwe mlevi, unawezekana usiwe na masumbufu ya dunia, lakini ukawa katika ulafi. Sasa ulafi una makundi mawili ambao leo tunakwenda kuangalia sehemu mojawapo. Sehemu hii ni sehemu ya ulaji kupita kiasi. Hiyo ni ulafi. Unaweza ukawa ujala. Kwa mfano kwa muktadha wa kitabu cha Walawi sura ya 11 inatuelezea baadhi ya vitu vya kutokula, au katika Kumbukumbu sura ya 14 tuache nini. Sasa hicho kimekwambia kwa mfano usile sungura. Sasa kama sungura ukaacha kumla lakini ukala nyama ambayo kwa muktadha wa Walawi 11 imekubaliwa, nyama ya ng'ombe kwa mfano, ukala kupita kiasi, hapo ni ulafi sawasawa na mlafi anayekula kitu kinachokatazwa. Nimezungumzia nyama kwa upande wa hiyo Walawi 11, si kana kwamba sasa inaruhusiwa nyama, hapana, ila nyama kwa huo muktadha. Sawa, tuje katika ugali ambao sasa hivi ni chakula kinakubalika, au mboga ambazo ni vyakula ambavyo vinakubalika kabisa na vimekubalika tokea kitabu cha Mwanzo wakati Mungu anampatia Adamu na wengine. Kwa hivyo kwa muktadha wa unabii leo tunatakiwa tutumie vyakula hivi vya mboga na kadhalika na matunda. Lakini katika utumiaji wa matunda hayo, tunapotumia tukazidisha kiwango kinachohitajika kwa tumbo, huo ni urafi sawa na ambaye amekula vilivyokatazwa. Hiyo ni somo nataka tuweze kuelewana hapo. Mungu atusaidie sana. Naomba tuanze na nukuu moja hapa katika kitabu cha Testimony of the Churches gombo la pili. Nisome kwanza katika ukurasa wa 365 paragrafu ya kwanza. Hapo naamini utanielewa vizuri. Imeandikwa, lakini hata wana matengenezo wa afya wanaweza kukosea kwa wingi wa chakula. Umeona hiyo pointi? Kwa hiyo kumbe unawezekana ukakosea katika uwingi wa chakula. Umekubaliwa kutumia
mboga mboga lakini ukazidisha. Umekubaliwa kutumia ugali lakini ukala excess kama inavyoelezwa katika Councils on Diet and Health katika on Diet and Food katika chapter ya 7 ukurasa wa 134 kwanzia. Anasema wanaweza kula chakula bora kisicho na kipimo. Ukala chakula bora ila kisicho na kipimo. Wengine katika nyumba hii hukosa ubora. Hawajawahi kuchukua hatua thabiti juu ya matengenezo ya afya. Wamechagua kula na kunywa kile wanachopenda na wakati walipenda. Wameumiza mfumo yao kwa njia hii. Sio hivyo tu, bali wanajeruhi familia zao kwa kuweka mezani kwao vyakula vyenye kusisimua mwili ambavyo vingeongeza hamu ya nyama kwa watoto na ambao na watoto wao na wangeongeza kutojali sana vitu vya mbinguni. Kwa hiyo tumekusha kuona kwamba hata wana matengenezo wanaweza kukwama katika wingi wa chakula. Hiyo ni pointi ya kwanza tumekusha kuimaliza. Sasa naomba tupande juu hapa hivi utufuatiliane taratibu sana katika hii gombo la pili. Nafikiri utajifunza mengi sana. Sasa katika paragraph ya huku juu kwanza, tusome katika paragraph ya kwanza ukurasa wa 362. Anasema hivi: unapaswa kujifunza wewe sasa kama mtoto wa Mungu leo katika muktadha wa kiasi. Unapaswa kujifunza kuhusu kiasi katika mambo yote. Lazima ujifunze juu ya kile unachokula na kile unachokunywa. Unaona ujifunze katika kula kile unachokula na kile unachokunywa. Kuwa na kiasi katika hayo mambo mawili. Anasema paragraph ya pili, wengi ambao wamepokea matengenezo ya afya wameacha kila kitu kinachoweza kuwaumiza, lakini wanachofuata kwa sababu wameacha vitu hivi. Je, sasa wanaweza kula kadri watakavyo? Ni kweli wana matengenezo na pongezi ni kubwa katika matengenezo yanayofanywa kwa ajili ya matengenezo ya chakula. Ni swala zuri kwa muktadha wa roho ya unabii, tunatakiwa tuweze kufanya matengenezo makubwa sana katika vyakula. Lakini je, unapokuwa wewe umefanya hayo matengenezo, swali linaulizwa katika paragraph hii ya pili ya kwamba je, wanaweza kula kama vile wanataka tu? Hapana. Naomba uweze kuchukua muda kuweza kusoma hii gombo la pili vizuri, uweze kuona ya kwamba kati ya vitu ambavyo vinasababisha kuwepo kwa tatizo katika ulaji, anauliza pia katika muktadha wa hii gombo ya kwamba changamoto hasa ni nini. Tuelezane kwa fupi. Watu wanapokula sana wanasababisha kupooza kwa ubongo. Kwa hivyo na unakumbuka Mungu anatumia akili yako kukupatia wewe maelekezo ya namna ya kufanya na nini uache. Sasa unapokuwa ukila sana na kutumia chakula kingi, utakuwa ni halali wewe mwenyewe. Hata tu unapokuwa umemaliza kula na ukala vya kutosha, hasa huwa unasinzia. Kwa nini? Kwa sababu akili inakuwa imepoza. Lakini kwa asilimia hizo ndipo jaribu la shetani huanzia. Kwa hivyo ni kazi yako wewe kuweza kujua, isiwe tu kwa sababu ya tamaa ya chakula. Unaona, tuangalie ya kwamba tunajaribu hapo, tunatakiwa tuweze kulishinda. Lakini pamoja na hivyo pia katika gombo la 4 ni vile tutasoma katika gombo la 4 pia ametuelezea hapo watoto wa Mungu tuweze kuwa makini. Na kati ya vitu ambavyo pia hata Mama White naye alikuwa anapigana vita, kumbuka naye alikuwa ni mwanadamu alipigana vita. Yeye katika vita alivyopigana navyo kupambana katika ulaji wa chakula, yeye ilikuwa ni ulaji wa nyama. Of course ilikuwa ni ulaji wa nyama. Kwa hivyo na alipambana na kuweza kushinda. Lakini sasa wewe kama wewe sasa inabidi na wewe uweze kupambana. Kuna wale ukikiweka chakula hawezi kabisa kuacha. Unaona
lazima aidha akimalize au nini wanakula kumaliza. Sasa hiyo ni changamoto, lakini unatakiwa ujiwekee mwenyewe kuweza kuwa na vizingiti mwenyewe na sheria yako mwenyewe kwamba kiwango kilichohitajika kutumbo kikikamilika hakuna kuongeza zaidi, usije ukamkosea Mungu katika ulaji. Ndio anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31, hili ni fungu ambalo unatakiwa. Ndio maana katika vingi tunavyohubiri hili fungu haliachwi, kwa sababu limechukua part kubwa ya maisha ya mwanadamu. Tena tunaweza tukasema yote, kwa sababu anasema nanyi mlapo au mnywapo au mfanyapo neno lolote, kumbe lolote linalofanyika. Lakini hapa anakuja kusema mlapo mfanye kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hakikisha utukufu wa Mungu haukosekani. Katika gombo la 4 naomba tusome katika ukurasa wa 417 paragrafu ya pili, anasema kujiachia kupita kiasi katika kula, kunywa, kulala au kutazama ni dhambi. Ni dhambi. Kazi ni ya kwako wewe kuweza kujua ya kwamba je, hapa imepelekea mimi kuweza kuingia katika kupooza huko au nini. Naomba tumalizie katika paragrafu ya kwanza ya gombo la 4 ukurasa wa 417. Hiyo paragrafu ya kwanza sema, kwa sababu ya uzembe katika kula, hisia za baadhi ya watu zinaonekana kupooza na hivyo kuwa watepetevu, wasinziao na wenye hali ya kusinzia. Watumishi hawa wenye uso uliopauka wanaumwa kama matokeo ya kujiingiza katika ulafi, hawafai kwa matengenezo ya afya. Kama kuna yule ambaye akikaa mezani, na hii ni sehemu mojawapo ambapo hata wachungaji wetu wanakuwa katika jaribu hili. Mungu atusaidie sana. Wanapokuwa wakitengwa, yani kuna wale wanakuwa hata katika makambi na sehemu kadhaa wanatengwa wachungaji sehemu yao, washiriki sehemu yao. Sasa kule wachungaji wanaenda ni ulafi kabisa huwa unafanyika pale. Si kwamba ninakashifu uchungaji, ni sehemu, ni ofisi inatakiwa iweze kuheshimiwa sana na kila mmoja. Lakini pale ambapo kuna udhaifu, hebu usemwe ili watu wa Mungu waweze kujirekebisha. Maana anapotoka akiwa ameshiba pale, ndipo ameshiba tena, hata akavimbewa pale, anakuja tena kutoa huduma. Hii huduma inakuwa haina kichwa, si baada ya kumpendeza Mungu. Waweze kujua ya kwamba wanapokaa katika meza hizi waweze kumtukuza Mungu. Unaona ziweze kutolewa. Chakula ni ibada, kitu cha kwanza. Kwa hivyo mtu anapokuwa akitumia chakula hiki inapatikana kupooza, kama tulivyotoka kusema. Ni jaribu ambalo watoto wa Mungu wanapitia wakati huu. Tuweze kuwa na kichwa na kuweza kujadhari sana. Ni sehemu kubwa sana. Tumesoma hata wana matengenezo wanaweza kuanguka katika jaribu hili. Hebu watu wa Mungu tuweze kujiangalia sana. Chukua muda pia, soma hicho kitabu cha Counseling Diet, hiyo chapter ya 7 yote ipitie vizuri, utakuja kuona madhara ambayo yanapatikana. Lakini pia Kristo anaweza kutushindia. Hili ni jaribu ambalo mikakati ya shetani ipo, mojawapo ni hili. Na kama sijamalizia niweze kusema ya kwamba kama unaona mwenyewe ya kwamba hauwezi kujidhibiti katika swala la chakula, hauwezi kuwa na kiasi katika swala hili, jua yakini ya kuwa katika dhambi nyingi utaanguka. Kwa sababu swala la kwanza linalokuja ili kukupima wewe ni hili swala la chakula. Yesu alijaribiwa katika chakula. Pia hata huyu ndugu Esau pia alijaribiwa katika chakula. Chakula kwa nini? Kwa sababu ni mzizi hasa. Ni mzizi wa dhambi nyingi sana. Ukijiona uwezi katika chakula kujipa kiasi, hakika hauwezi kusimama katika jaribu la uzinzi, hauwezi kusimama katika jaribu la kutosema uongo, kwa sababu umeshindwa kusimamia katika swala la kiasi. Mungu na akatusaidie sana katika hizi zama tulizopo, tukaweze kujua. Ndio maana wengi katika kukosa hiki kiasi imewashinda kufunga, kwa sababu anajua hivi, nitashindwa kweli, nitashindwa siku nzima niache kula. Unaona Lakini kumbe, na kama kuna wakati tunatakiwa tumlilie Mungu ni huu, na huu wakati ni wakati ambao tunatakiwa tuombe na kufunga. Sasa huwezi kufunga ikiwa bado haujadhibiti wewe mwenyewe katika swala hili la kiasi, tena katika ulaji. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuweze kupambana na kuweza kufika salama katika vita vyetu vya kiroho kwa jina la